Kwa hivyo hivyo ndio tunaweza sema ndio kifo. Kifo ni ile hali ambayo pumzi ya mtu hutoka na hurudia udongo. Na pale mwanzo tukisoma Mwanzo 2:7 pale ambapo tunaona Mungu alimpulizia mtu pumzi ya uhai akawa mtu hai. Kwa hivyo opposite ya mtu hai, pale unapokuwa na pumzi unakuwa mtu hai. Pale pumzi inapokuwa imeondolewa unakuwa umekufa. Si hivyo? Kwa hivyo leo hii katika makanisa mengi ama kuna doctrines ambazo zimekuwa introduced katika makanisa ama kwa watu wa Mungu, maana tunaambiwa ya kuwa nyakati za mwisho kutakuwa na manabii wa uongo, na huyu shetani anafanya kazi na malaika zake kufanya miujiza ya uongo. Kwa hivyo leo hii kuna makanisa ama kuna watu ambao mara nyingi hata mimi nimeyaona, huenda hata nyinyi mmeshuhudia, watu wanabeba coffin inapelekwa kanisani ati wanafanya ibada ya wafu. Najiuliza, je, wanajua ile ambayo huyu mtu kama amekufa hajui lolote? Je, wamekutana na maandiko kama hayo? Ama hata wakienda wakimwombea itabadilisha nini? Ni nini itabadilisha? Kwa maana tunaambiwa kuwa maandiko yako wazi ya kuwa wafu hawajui neno lolote. Kwa hivyo pale wanapobeba lile jeneza kupeleka pale kanisani, ndio nini ifanyike? Kwa maana kama amekufa amefanya nini? Amekufa tayari. Kwa hivyo shetani anajaribu kucheza na akili za wanadamu. Ile ni njia moja ambayo anajaribu kuchukua mawazo ya watu wa Mungu kuyatoa. Yani anajaribu kuconfuse. Kwa maana watu wanaona katika hiyo aliyekuwa akiombewa anaweza samehewa, ile hali hiyo haiwezi. Hiyo hata maandiko yako wazi. Kama mtu akiwa amekufa akiombewa kuna lolote linaweza badilika? Haiwezi. Kama ulikuwa umetenda dhambi tayari lako limeisha, ni hivyo. Kwa hivyo tunataka kuuliza maandiko, je, marehemu ama mtu ambaye amekufa anajua chochote? Anajua chochote? Tunataka kuuliza Biblia inatuambia nini kuhusu huyu mtu ambaye amekufa. Je, anajua chochote? Tutasoma katika kitabu cha Mhubiri kama nitakuwa sijakosea 9, tafadhali mwalimu, 5. 9:5 Mhubiri inasema, ndio. Kwa sababu hiyo walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Ndio. Lakini wafu hawajui neno lolote. Ndio. Naomba urudie tena. Kwa sababu hiyo walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Ndio. Lakini wafu hawajui neno lolote. Kwa hivyo Mhubiri anatuambia ya kuwa kwa sababu hiyo walio hai wanajua watakufa. Mimi na wewe tunajua tutakufa. Isipokuwa ile siku ambayo tutakufa ndio hatujui, lakini tunajua hakika kwamba tutakufa. Lakini wale ambao wameshakufa tayari hawajui neno lolote. Kwa hivyo mtu hata kama amekufa, hata muache hapo kwa barabara, hakuna kitu anajua. Unajua siku hizi nilikuwa na marafiki zangu Waluya. Kwanza niko nao na kuna wakati tulikuwa tunazungumza mambo fulani. Unajua hiyo mila ya Waluya, sijui kama nyinyi mnajua, lakini mimi najua kidogo. Wakati fulani hata anasema anti yake alikuwa amekufa, sasa akasema asizikwe mahali fulani. Sasa kuna hizo vitu zinatokea. Yani hizo vitu shetani ameweka hayo mawazo ya kuwa yani mtu kama anaongea na mtu ambaye amekufa anaweza ongea naye. Sasa kama unaweza ongea na mtu amekufa, mbona asirudi kabisa in reality maisha haya akaishi tukamuona? Kuna vitu ambavyo shetani anajaribu kucheza na akili za watu. Na ndivyo hivyo ambavyo tuliambiwa atawadanganya wengi, na tayari tunaona wengi wameshadanganyika na hayo mafundisho ya kuwa ati mtu akifa kuna spirit inaweza muongelesha. Na ukisoma kitabu inaitwa True Revival, tuliona katika hiyo kitabu, nimesahau chapter, lakini inasema ya kuwa shetani naye anafanya nini? Anachukua form ya mtu kama mimi, anajibadilisha. Anaweza chukua form kama tujifunze katika ile kisa ya Samueli. Samueli alikufa, alafu Saul akasema kwa sababu Mungu alikuwa amemkataa. Alikuwa amemkataa Saul. Alafu akaenda akaconsult yule mwanamke mganga, akasema afufuliwe nani? Samueli. Lakini yule hakuwa Samueli. Ile ilikuwa ni mizimu, mashetani. Kwa hivyo mara nyingi watu huwa wanadhani ya kuwa ati mtu akifa kuna spirit yake inaweza ongea.
Hiyo ni uongo na hilo ni fundisho la kishetani. Ni fundisho ambalo limeletwa katika makanisa kupotosha watu. Mhubiri ametuambia kwa sababu hiyo walio hai wanajua watakufa, lakini wafu hawajui nini? Hawajui neno lolote. Kwa hivyo marehemu hawajui neno lolote. Marehemu ama wafu hawajui nini? Hawajui neno lolote. Na je, tujiulize swali lingine. Je, huyu marehemu anaweza shiriki ibada? Sasa kama hajui neno lolote, je, anaweza shiriki ibada? Kuna wakati mtu anasema, mtu fulani amenitokea. Nyanyangu alikufa kitambo. Unajua hizi vitu kwa Wagiriama mimi nimeona kidogo. Nashukuru Mungu kule kwetu hizi vitu ziliishaisha. Lakini nilikuwa na nyinyi yangu ambaye kuna wakati alikuwa anasema, babu yetu sasa bwana yake amemtokea usiku, akamwambia lile shamba mpaka lifanywe hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini zilikuwa ni zile zama ambazo hakuwa amemjua Mungu. Lakini tunashukuru kwa maana hizo vitu saa hizi haziko tena. Watu wamepata ufahamu na tunashukuru Mungu kwa maana wanazidi kuelimika. Kwa hivyo unaweza pata hizi anaconvince watu, na watu walikuwa wanakuwa convinced, wanasema walisema apigiwe ngoma fulani sijui nini. Ndio watu wanafanya hivyo kweli. Unashinda huyu mtu amemtokea wapi? Lakini ni mashetani, ni spirits za yule mwovu ambazo zinakuja kwao, alafu wanadhani ya kuwa ni huyo mtu mwenyewe. Sasa kama ni huyo mtu mwenyewe, mimi na wewe tunafaa tujiulize, si ajitokeze kabisa arudi uhai, aishi tena maisha yale ya kawaida? Kwa hivyo shetani anacheza na akili za watu, na hiyo ndio fundisho ambalo amejaribu kuliingiza kanisani. Hata siku hizi ama wakati huu unapata watu wengi wanalichukua tu, wameiga. Unaona hata mtu amekufa miaka 10, ati mtu anaenda na maua, anaenda kumuongelesha baba, pole nilikukosea ule wakati. Anasikia nini hapo? Ni mtu unaongea naye ama unaongea na upepo? Kwa maana kama ulikuwa ni msamaha umuombe, ulikuwa unafaa muombe ako hai. Pole nilifanya hivi. Hasikii neno lolote. Mhubiri ametuambia hivyo. Wapo hawajui neno lolote. Kwa hivyo tutoe hiyo dhana ya kuwa ati mtu unaweza enda muomba msamaha pale. Hapana. Kama ni msamaha tunafaa tutengeneze kwa mtu ambaye akiwa ako hai. Mtu akifa hata msamaha, hata kama umemkosea, yeye atakuwa tayari ameshakufa na hafanyi nini? Hajui neno lolote. Kwa hivyo tumeona ya kuwa wafu hawajui neno lolote. Na kama hawajui neno lolote, je, wanaweza shiriki ibada? Hawawezi kushiriki ibada, si ndio? Hebu tuone Zaburi anatuambia nini. Zaburi 115 mstari wa 17 anatuambia nini? Kama wafu, je, wanaweza kumsifu Bwana? Kama wafu, je, wanaweza shiriki ibada? Zaburi 115 verse 17 inatuambia nini? Inasema kama wafu wanaweza shiriki ibada. Inasema hivi, Zaburi 115 mstari wa 17 inasema, ndio, sio wafu wamsifuo Bwana, ndio, wala wowote washukao kwenye kimya. Amina. Kwa hivyo hapo Zaburi anatuambia sio wafu ambao wanamsifu Bwana, bali ni wale ambao wako wako hai. Kwa hivyo yule mtu ambaye amekufa hawezi akashiriki ibada, hawezi tena akamwimbia Bwana, hawezi akashiriki jambo lolote, kwa sababu yeye amefanya ameshakufa. Kwa hivyo ile dhana ya kuwa alisema zile speaker ambazo zilinunuliwa sijui nini, hiyo ni mizimu, hiyo ni mapepo, na hizo ni zile spirits ambazo mwovu anajaribu kuzitumia. Kwa maana tunaambiwa kabisa siku za mwisho shetani atatenda miujiza ya uongo. Kila kitu ambacho Mungu aliweza kuleta ama fundisho la Mungu, shetani anatengeneza lake counterfeit. Unaweza sema ni kana kwamba ni la kweli lakini si la kweli. Na hili fundisho ama haya mafundisho kuhusu wafu, hili ndio fundisho ambalo wengi wanafanya wanavuka. Hata mimi nilikuwa na marafiki tu ambao mimi najua kabisa Biblia wamesoma, lakini kuna wakati nilijaribu kuwauliza mambo, kuna mambo niliona nikaona tu hapa Pefa, niko tu jirani na kanisa ya Pefa. Wakati fulani bishop alikufa akapelekwa kanisani hiyo jeneza, nikawauliza kwani hili jambo hili mlilitoa wapi, ama hili jambo ni sawa sawa kweli? Si ni ibada tu, ni ibada tu. Unaona
Roho wa Mungu anaondoka kwetu. Yani tunachukulia tu mambo, watu hata waogopi, wanachukulia tu ni jambo ambalo halina tahadhari, yani wamezoea. Kwa hivyo nasema ni kupelekwa pale na kuombewa tu, haina shida yoyote. Kwa hivyo yani wao wanaamini ya kuwa kama alikuwa mtu wa kanisa akiombewa pale, basi kama ataenda mbinguni direct. So siku moja niko nao watoto tunazungumza nao, baba yao alikufa, watoto tunaishi nao hapa. Nikaa namuuliza, baba yako unasema alikufa ati alienda? No, first anasema my dad went to heaven. Nikamwambia no. That's a lie. You know, when somebody is dead, they don't go to heaven. They are buried. Anasema no, but mom told me he is in heaven. So kuna hiyo dhana hiyo ambayo watu wengi wako nayo mpaka sasa hivi. Vitaangalia katika maziko ya watu wengi, hata mashuhuri, wanasema mtu akifa ameenda wapi? Ameenda mbinguni, ambayo ni uongo. Hata maandiko yanatuthibitishia kuwa kaburi la nani? Kaburi la Daudi bado lipo hapa. Yuko na mifupa yake iko hapa. Kwa hivyo mtu akifa anazikwa, haendi mbinguni. Kwa hivyo wapendwa, ningependa sana tujaribu kufanya nini? Kutilia manani mafundisho haya ama mambo haya, kwa maana shetani anatumia vigezo hivi ili kupotosha watu. Eti kusema watu wanapokufa wanaenda mbinguni, ama mtu anaweza mtu wako akifa anaweza kukurudia tena ukazungumza na yeye. Hizo ni spirits zile za yule shetani, ama ni zile the fallen angels ambayo yule mwovu anajaribu kufanya kazi nao, ili kwamba atuondoe sisi mawazo yetu kwa Mungu. Kama sasa tufikirie tu, kama mtu akifa anaweza kurudi tena akaongea na wewe, tofauti sasa itakuwa wapi yeye na Mungu? Kwa hivyo shetani anajaribu kuchukua ile nafasi ya Mungu, aondoe kabisa. Watu wasimwangalie Mungu, waone ya kuwa yani anajaribu kuondoa ule uwepo wa Mungu. Kwa hivyo tukue makini sana wapendwa, tusiweze kudanganyika, kwa maana nilikuwa nimetangulia na ile swali nikauliza, je, mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani duniani? Kwa maana sasa hivi ama wakati huu tuliopo, mafundisho mengi yanafundishwa ni ya uongo. Wahubiri wengi hata nyinyi mnawaona wanahubiri mambo ambayo ni ya kupendeza tu wao wenyewe. Hawasemi ule ukweli ambao Mungu anataka watu waweze kusikia. Injili ni ya kupokea magari, kupokea macontent, lakini yale mambo ambayo ya kuwapatia watu uzima wa milele yamewekwa pending. Kwa hivyo tukue makini sana, tusiweze kudanganyika, kwa maana licha ya hayo yote lakini Mungu siku zote hakosi kufunulia watumishi wake nini? Ukweli. Kwa hivyo tunajua yeye mwenyewe hajatuacha sisi gizani, licha ya mahubiri ama manabii wa uongo, lakini yeye bado ana watu wake ambao anazidi kuwafanya nini? Kuwafunulia ukweli kila wakati. Kwa hivyo tumejifunza hapa ya kuwa marehemu hawezi kushiriki ibada, kwa maana Zaburi 115:17 imetuambia sio wafu wamsifuo Bwana, wala wote washukao kwenye kimya. Kwa hivyo wafu hawana nafasi katika kushiriki nini? Ibada. Amen. Kwa hivyo tena tunajiuliza swali, je, marehemu ana kazi ya kufanya akiwa kaburini? Ama huko kaburini kuna kazi yoyote ambayo inafanywa? Tuulize, Mhubiri 9:10 inatuambia nini? Huyu marehemu ama huyu mtu ambaye amekufa, kuna kazi yoyote ambayo anaifanya akiwa kule kaburini? Tuulize maandiko kama yanatuambia nini huyu marehemu. Tuulize maandiko kama je, ana kazi ya kufanya akiwa kule kaburini. Mhubiri 9:10 inatuambia nini? Msomaji, Mhubiri 9:10 nasemaje? Lolote mkono wako utakalolipata kulifanya. Ni hapo kweli? Ndio. Lolote mkono wako utakalolipata kulifanya, ndio, ulifanya kwa nguvu zako. Ndio. Kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa huko uendako, wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Amina. Kwa hivyo Mhubiri anatuambia kuwa lolote ambalo mkono wako utakalopata kulifanya alifanye kwa bidii sahihi, kwa maana kule kuzimu uendako hakuna nafasi ya kufanya kazi yoyote.
Kwa hivyo dhana ya kuwa marehemu anaweza enda kule akamaliza kazi yake, hii tu ni dhana potovu, na ni dhana ambayo yule mwovu anajaribu kuweka katika mawazo ya watu ili kwamba wadhani ama wafikiria kuwa anaweza kufanya. Hakuna kazi yoyote ambayo anaweza kufanya. Kwa hivyo kama vile tumeambiwa ya kuwa marehemu hajui lolote, na marehemu hawezi shiriki ibada kwa maana wafu hawawezi kumsifu Bwana. Vivyo hivyo hawezi kufanya kazi yoyote akiwa kaburini. Wale ambao wanaweza kufanya kazi ni wale ambao bado wako hai. Kwa hivyo wewe na mimi tunahimizwa kuwa ukipata nafasi mkono wako kufanya kazi, fanya sahihi. Usiseme nitaenda kumalizia kule kaburini. Hakuna nafasi ya kufanya jambo lolote kule kaburini. Kazi unaifanya ukiwa hai. Ndio maana hata tunaambiwa vijana, mara nyingi tunaambiwa uko na nguvu, ufanye kazi ungali kijana. Usije ukaja wakati ukasema ninge na huo wakati utakuwa tayari haupo. Kwa hivyo sasa hivi uko na hiyo nguvu, fanya kazi. Amen. Tufanye kazi bado kungali na nguvu, wewe kijana. Kwa hivyo natumai tunajifundisha hapo kuhusu kifo na kuhusu wafu, ya kuwa mtu akifa, wapendwa, tusidanganyike, hawezi kusikia neno lolote, hawezi kushiriki kwa jambo lolote. Ile dhana ya kuwa basi mpaka tungoje kesho atazungumza, hiyo ni shetani. Huyo si yeye. Akifa amekufa, hajui neno lolote, wapendwa. Kwa hivyo tusiruhusu tudanganywe na hizi illusions za shetani, kwa maana maandiko yanatuambia siku zote ya kuwa siku za mwisho shetani atafanya miujiza yake. Tunaambiwa atashusha moto hata kutoka mbinguni. Kwa hivyo anafanya miujiza yake ya uongo kuwadanganya yamkini wateule. Kwa hivyo mimi na wewe ambao tumesoma maandiko, tuwe makini, tusidanganyike, kwa maana maandiko peke yake ndio yataweza kutufanya kutuweka katika njia salama. Tusiposoma maandiko, basi tutaingizwa katika ile mitego, mambo ya uongo kama haya ambayo yanafundishwa katika makanisa na wahubiri wengi. Unajua wakati fulani nilikuwa nafuatilia kitu fulani ambacho kilihappen kule Amerika. Kuna mtu mmoja mashuhuri alikuwa anaitwa Charlie Kirk ambaye alikuwa amefariki, lakini inasemekana hakuwa amefariki, kwa maana ni mambo ambayo walikuwa wanataka kuyatimiza wenyewe. Sasa alifichwa, lakini news zilikuwa zinasema amekufa. Sasa katika yale matangazo ya kusema amekufa, wanatoa picture na anasema ako mbinguni, ana ride horse na Yesu, vitu kama hivyo. Yaani walikuwa wanapromote hii spiritualism ili watu wajue ya kuwa mtu akifa anaenda mbinguni. Lakini hao pia walikuwa wanajaribu kupitisha ajenda zao. Si unajua ya kuwa kuna hii Sunday law. Sasa yeye alikuwa ameandika kitabu ambao alikuwa ana advocate Sabbath, lakini hicho kitabu ukikisoma kilikuwa hakisemi hii the seventh day Sabbath, ilikuwa inazungumzia sabato nyingine. Sasa wengi wakawa wanasema huyu ni mtu mzuri, mind you, huyu mtu ambaye anaambiwa ni mzuri hakuwa msabato. So wewe ambaye ni msabato, mtu ambaye ni Mkatoliki aandike kuhusu sabato, alafu wewe ufanye nini? Unaanza kusema huyu alikuwa mtu mzuri. So vitu kama hivyo. Kwa hivyo shetani ni mjanja sana. Sisi tukiwa wadogo primary huko tulikuwa tunachorewa shetani ni black, ako na pembe, anaogopesha. Lakini shetani, toa hiyo dhana. Shetani ni mzuri. Tena anafanya kazi kwa kijanja sana. Ukilala tu hivi kidogo, si tunaambiwa ni kama sema nguruma anatafuta mtu ameze, yeye halali. Ukilala tu kidogo hivi anaweka ujanja wake na unaweza jipata umeanguka. Kwa hivyo mambo kama haya shetani anayatumia sana kupotosha wengi. Kwa hivyo wapendwa, tusidanganyike sana, tukae makini. Huyu mtu ambaye amekufa hawezi kuja katika familia, hawezi kufanya vikao, hawezi hata akiwa kule kaburini. Tumeambiwa na mhubiri ya kuwa hawezi kufanya jambo lolote. Na pia hawezi kutembelea familia yake. Mtu akifa, je, anaenda wapi? Tumeona ya kuwa mtu akifa haendi mbinguni. Tukisoma kitabu ya Luke pale itatuambia mtu akifa anazikwa. Hebu confirm mwalimu, msomaji,
kitabu cha Luka chapter 23, tuone kama mtu akifa anaenda wapi. Mtu akifa anazikwa kaburini. Mtu akifa haendi mbinguni, anazikwa hapa kaburini, na tunajua anangoja ufufuo, afufuliwe. Wale ambao watakuwa wametenda mema kwa ufufuo wa uzima, wale ambao wametenda maovu kwa ufufuo ule mwingine. Kwa hivyo nimezoea kusema mwalimu badala ya msomaji. Msomaji, kitabu cha Luke chapter 23 verse 52 kinatuambiaje tukitamatisha? 23:52 Luka inasema, ndio, mtu huyo alikwenda kwa Pilato, akataka kupewa mwili wa Yesu. Ndio. Akaushusha, akauzinga sanda ya kitani. Ndio. Akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani. Ndio. Ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Naam. Kwa hivyo hapo ngoja tu niwaambie in summary, najua wengi mnakifahamu, ni kisa cha Yesu vile alivyokufa na akaenda akatolewa na akazikwa. Kwa hivyo mtu akifa haendi mbinguni, anazikwa kaburini. Amen. Kwa hivyo tusidanganywe na hii uongo ya shetani ama haya mafundisho ambayo yameingizwa katika madhehebu siku hizi. Watu wanadanganywa pasi na kusoma Biblia. Tujue tu Biblia peke yake ndiyo ambayo itaweza kubaini kweli. Na tukiacha Biblia pembeni tutaweza kudanganywa. Kwa hivyo tuweze kusoma Biblia peke yake iwe mwongozo wetu, ili kwamba tusianguke katika mitego ya huyu mwovu shetani. Mungu aweze kutubariki. Kama mlikuwa mmeweza kuingia leo, tumejifunza kuhusu kifo, tukajifundisha kuhusu wafu na ni vipi kama wafu wakifa wanajua neno lolote. Maandiko yamethibitisha kuwa hawajui na hawawezi kushiriki ibada, na wafu hawawezi kufanya nini? Hawajui neno lolote. Hawawezi kufanya neno lolote pia wakiwa pale kaburini. Hawawezi kutembelea familia zao, kwa maana wafu hawajui neno lolote. Na mtu akifa haendi mbinguni, anazikwa kaburini. Mungu aweze kutubariki. Tutaweza kukomea pale kwa leo, na hilo ndio lilikuwa somo letu la leo kuhusu wafu, kifo na ni vipi. Maswala tu ambayo tumezungumzia hayo maswali kadha wa kadha. Natumai mmeweza kupata jambo pale. Kwa hivyo wapendwa, tusidanganyike na hii mitego ya shetani kwa ati mtu amenitokea amesema yule mtoto asipofanyiwa hivi na hivi. Hapana, hiyo ni uongo wa shetani. Tusidanganyike. Maandiko yametuambia wazi ya kuwa mtu akifa hajui neno lolote. Nimekuwa na marafiki zangu, niko nao Waluya, wameshika hii nini yao sana. Mara nyingi ananiambia, Wema, unajua hii mambo ni kweli? Naambia hiyo si ukweli, mimi siamini hizo vitu. Huyu mtu anakwambia kabisa alikuwa amesema azikwe mahali fulani, akapelekwa huko, gari kakataa kwenda. Hiyo ni mashetani hizo, na mmezipea nafasi ya kuweza kuwa control, kuwa rule. Hiyo si mtu akifa hajui neno lolote. Kwa hivyo wengi wamekumbatia haya mambo, wameyakumbatia sana, na usipochunga, maana kuna vitu zingine zinaonekana kana kwamba ni kweli lakini si kweli, na hivyo ndivyo shetani anafanya kazi. Mungu atusaidie sana tusiangukie katika hiyo mtego. Tuombe. Tunakushukuru Baba yetu kwa maana umezungumza nasi kwa njia ya kipekee. Ujumbe huu ambao tumeusikiliza hapa Baba, tuzidi kuendelea kutafakari, ukaweze kutufunulia zaidi kupitia Roho yako Mtakatifu. Asante kwa kunitumia mimi kama chombo tu, lakini zaidi wewe mwenyewe umenena nasi. Baba, naombea kila mmoja ambaye ameweza kupata nafasi ya kusikiliza ujumbe huu, ya kuwa ukazidi kuwafungua macho kama vile wanafunzi ulivyowafungua macho wakaweza kuelewa maneno yale uliyowaambia kuwa ilikupasa wewe kupitia mateso hayo, alafu baada ya siku 3 ukaweza kufufuka. Tunaomba nasi utufungue macho, ukatufungue pia akili zetu, tukazidi kufahamu
na kujiweka mbali na mitego hii ya yule mwovu shetani. Asante Mfalme kwa kuwa umeweza kusikia ombi letu na utatumizia sana mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amin. Asante sana. Anderson, endelea kama kuna yeyote atakuwa kuna jambo, karibu. Mimi ningesema Mungu akubariki mwalimu kwa ajili ya fundisho hilo zuri, na nimebarikiwa sana, nimejifundisha vitu ambavyo nilikuwa si vifahamu. Kwa hivyo Mungu akubariki na azidi kukuongezea. Katika nyongeza yangu ningependa nisome hiki kitabu ambacho kinaitwa Ayubu 7:9. Sababu haya maeneo yetu kuna wakati mmoja kuna mzee alifukuliwa kwa sababu alikuwa amezikwa na imepita sijui miaka mingapi, lakini sasa wale wapale kwenye lile boma wakasema kwamba basi huyu ametujia usiku akatuambia kwamba pale tulipomzika basi anateseka, kwa hivyo amesema hapa aondolewe ili azikwe sehemu nyingine. Kwa hivyo hiyo kazi ikafanyika. Lakini sasa ni kitu ambacho ukisoma kama ni msoma wa Biblia utajua ya kwamba pale walichezewa shere na shetani. Kwa sababu ukisoma hiki kitabu ambacho nimekitaja hapa, kitabu cha Ayubu 7:9. Nitasoma haraka. Inasema hivi: kama vile wingu likomavyo na kutoweka, ni vivyo huyo ashukaye kuzimuni, hatazuka tena kabisa, hatarudi tena nyumbani kwake, wala mahali pake hapatamjua. Kwa hivyo hapa tumeona kwamba kumbe mtu ambaye anakufa akizikwa hakuna vile ambavyo anaweza kutoka tena pale ambapo amezikwa. Lakini sasa wale watu wakasema ya kwamba mtu fulani ametutokea ama ametujia usiku na akatuambia hivi. Kuna wengine wanadanganyika. Unakuta eti wanazika marehemu na vitu baadhi. Ukiwauliza wanasema kwamba kabla hajafa alisema kwamba akikufa azikwe na vitu hivi. Nakuta wengine wanamzika sijui na nazi sijui nini. Vitu ambavyo hata vingepeanwa kwa watu ambao wanavihitaji, wale watu wangefaidika. Kwa mfano kama mtu anazikwa na nazi, si nazi ni supu nzuri sana hiyo. Masi. Si nazi ni supu nzuri sana hiyo. Alafu mtu anachukua kitu kizuri kama hicho eti anazika, anakiweka ndani ya shimo la mtu ambaye amekufa, eti anaweka hapo ndani, anavifukia. Hiyo ni kwa sababu shetani ameinuka na kufunga akili watu na mafundisho yake ili wasiendelee kumjua Mungu, na wakati huo Yesu atakapokuja akaweze kuingia na wao ambao waliwadanganya katika lile ziwa la moto. Kwa hivyo sisi watu wa Mungu ambao Mungu alituajalia kuwa na nuru, tuwe makini, kwa sababu vile tulivyo, ule ufahamu ambao tuko nao, ile nuru ambao tuko nayo, shetani halali usiku na mchana, yeye hutuwinda ili kuhakikisha kwamba anatuondolea ile nuru ambayo tuko nayo. Kwa hivyo katika kifungu hiki tumeona kwamba mtu akizikwa amezikwa. Akizikwa amezikwa. Hawezi kutoka tena hapo akarudi eti akaja kwenye boma lake
na kuanza kusumbua watu. Na kama watu wanaona kwamba amekuja sio huyo, kama vile mwalimu ambavyo amefundisha, ni mapepo ndio yanasumbua watu, lakini mwenye ambaye amekufa na hakuna chochote ambacho anakifahamu.